Okay, good evening everyone. I hope you are well. My name is Emily Wandera. Yesterday we were here. Today now we are here with another news. Yesterday we were being informed that he was brain dead. Whereby we were supposed to be told and to wait until his heart sold again by the hospital whereby we came. And the report that we were given is that BONIFACE is no longer with us. So BONIFACE is gone now. It's officially now. And so far we are pleading for Kenyans to come along. So far the bill is at 3.7 million. So maybe just to ask her, and sorry for the loss, the public has questions for you guys. Ever since BONIFACE was brought here at KNH, has he ever uttered even a single word? Ever since he was brought here, BONIFACE, he has never said anything, not even saying. He has never opened his eyes since he was brought here. Aliletwa akawekwa kwa life support na sasa tulikuwa tukienda tunamuone tu hapo kwa life support. We were just told, oh, for now ana react kwa pain, oh, then later on react. So that's how far we are. Hata tujaisikia words kutoka kwake. Yes. Okay, for us, I think before we ask questions, allow us to give us an advocacy statement. Advocacy because nilikuja hapa about the one day after BONIFACE was brought here, invited by the family, especially Emily and auntie, because tunajuana na wao kwa miaka mingi wakati nilikuwa nafanya kazi huko Kangema ya kupigana na pombe, na pia hapa Githurai kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi ya siasa na my sister alikuwa ananisaidia Emily. Na wakati nilipofika hapa daktari aliniarifu ya kwamba kijana alikuwa ameumia vibaya kwa akili, yani brain, na akaniarifu ya kwamba wanajaribu lolote lile ili kijana asurvive, lakini walikuwa wamepoteza hope ya kwamba akili yake inaweza kufufuka. So it's very unfortunate to get the confirmation from the doctor that medically kijana ametuacha. Kijana alishutiwa on camera na tukaona wale ambao walishoot. Na sasa ni siku kadhaa na hatujasikia kuna mtu ambaye ameshikwa, na kama ameshikwa inawezekana aje kuwa wanaendelea na kesi na familia haijaandika statement. Lawyer wa hii familia ametueleza ya kwamba amejaribu kuandika statement to register the shooting of the late BONIFACE. Na wamezungushwa. Why is the family not allowed to register their statement? Number 2, hawa askari ambao walishoot huyu mtoto walikuwa wawili. Na mmoja wao alishuhudia. Kwa nini hatujasikia EPO akisema ya kwamba huyo askari walikuwa na yule alitoa bunduki na akaua mtoto awe witness? Kwa hivyo EPO tunataka mfanye kazi yenu. Wacheni kutuzungusha. Ya 3, tumearifiwa ya kwamba kuna watu walienda nyumbani kwa mama na baba mtoto na walikuwa na shughuli ya kuwaongelesha wazazi ili wasipatie statement kwa watu wa press. Kwa nini mnaenda kuambia hawa wazazi wasiongee na press? Kwa nini mnaficha? Kwa hivyo sisi tumekuja hapa sio kwa sababu tunapenda siasa, ni kwa sababu sisi ndio tuko na sauti ya kutetea wanyonge ambao hawana sauti. Kwa hivyo leo hii mimi kama mama ambaye ana uchungu wa mtoto, please take this case very seriously because Kenyans are watching you. And we are not only watching you, but we are continuously getting angered and annoyed and enraged because of your errors of commission and errors of omission. Ya mwisho, tuliambiwa na CS Kipchumba Murkomen ya kwamba kazi yake ni kutetea polisi. Ni sawa, watetee ni watoto wetu pia. Lakini unapotetea polisi wako, tafadhali kumbuka hata hawa wako na uchungu, watafute hata wao kwa hiyo television waambie pole. Usikuje kwa television kutuambia oh polisi ni binadamu. Hata sisi ni binadamu, hawa watoto ni binadamu.
Kwa hivyo hiyo order to shoot and kill unaposema ukisema na tulikuona ukisema, we want you to call the whole entourage of the Vigilante House, DCI, EPI, wote mufanye one common presser and you formally withdraw the order you gave on camera. Because we are getting and continuously getting worried to the direction you are taking this country. Ya mwisho, tangu last year 25th June, last year, wale watoto waliumia hapa, wamelazwa hapa, ulisema wewe kama waziri usawa wa ndani. Usalama. Ukasema, it is the business of the government to compensate the families that were affected, the individuals that were injured and maimed, and there is no any other compensation program that has been explained by the government. I have personally pursued the case, the issue. Na tukafanya presa tukiwa wajumbe kama 20, tukasema tunataka an inquest of a public inquiry commission. Tukasema tunataka mtengeneze a platform yenye tutafanya inquiry, tujue ni nani aliua nani alimaim nani yako kwa hospitali, nani ambaye bado anaenda na miti, nani amelazwa hospitali. 1 year down the line, nothing has been done. So what are you waiting for? Are you waiting for Kenyans to be annoyed? Are you waiting for Kenyans to come out of the streets again so that you can create a platform where we are going to do some investigations on what happened? And finally, hapa kwa Kenyatta tuliona kijana mwingine amelazwa hapa, ameumia miguu, alipigwa rubber bullets mbili na ako hapa KU, hapa Kenyatta Hospital hapa, na amelazwa. Na huyu kijana alisema, kama sikosei, ya kwamba yule askari aliyempiga risasi ni huyo tu askari ambaye alipiga kijana yetu Boniface risasi, na sasa Boniface amekufa. So it means those rogue policemen did not just shoot Boniface. They shot so many other kids that are yet to confirm to the media because they are in hospitals. So what are we waiting for? So tonight we are demanding the following. 1, IPOA, can you tell us the official position of this case now that the family has not registered any statement because they have not been allowed to do so? And if you have the courage, why can't you go to Kangema and register the statement, or you accommodate, we can even bring them now to register the statement. We are willing to bring them to whatever police station you want us to bring them so that we can officially have a valid case. Please note, without the family statement, there is no valid case. Could it be munapanga hii kesi ipotele? I'm just asking. And we are looking forward to an official commitment by the government of Kenya that Boniface and many other young people. Kuna kijana kwangu leo tulikuwa tunamuzika leo, anaitwa Hosea Juguna. Alikufa kwa sababu ya majeraha aliyopigwa kwa kichwa siku ya maandamano akiwa hapa Nairobi CBD. Nilienda kwa hiyo familia, wakaniambia hata wao statement hawajakubalishwa waandike. Wameenda mara 2 kutafuta pahali waandike statement. Wamefukuzwa na polisi. Sasa Murkomen, wakati unatuambia ati watu wakikaribia polisi wauawe, si unaona hata mafamilia wanaogopa kwenda kuweka statement? Was that statement supposed to scare these parents from approaching any police station to make any reports? Was it a way of intimidating Kenyans so that they can stay away from making formal reports and complaints about their loved ones who are injured and murdered? Kwa hivyo tuko hapa kusimama na hii familia, na tutaendelea kusimama na wao, na tutaendelea kufuata haki. Hata kama tunaambiwa ati wale ambao waliumia ni watu wa sijui kutoka Murang'a, kutoka Nyeri, kutoka Thika, sisi tunataka kusema hivi. Munaleta maneno ya tribes in this whole thing, the tribal card, so that you can be able to convince Kenyans that you are not wrong, but you are wrong. Wale watu walijitokeza kwa maandamano, by the way, for your record, wale wengi walikuwa wanatoka Thika, hawakupita pale Muthaiga. For your record, wale wengi waliotoka Kiambu Road, na mimi nilikuwa Kiambu Road, mimi nilikuwa nimeenda kusupport mama Evans ambaye mtoto wake alikufa last year. Nilikuwa kwa barabara tukitembea na mama Evans na baba Evans, and you can check on social media. I was in Kiambu Road
the group that was coming from Kiambu Road haikupita Muthaiga pale DCI, walipigwa wakarudi wote. Kwa hivyo hiyo maneno mnatuambia ati wale watoto walikuwa kule wanaenda CBD ni watoto wa Thika Road, ni watoto wa Kiambu Road. Shame on you, because we know what you guys are trying to insinuate. Ni hayo kwa sasa. Poleni dadi, poleni mami, poleni Emily, poleni auntie, tuko na nyinyi na tutaendelea kuwatetea. Kazi yetu ni kuwatetea. And I will repeat again, I am here with the leaders from Kiambu County. This is Kimani Wanjiko, former MCA wa Keno. Tuko na mheshimiwa Dan Korea, MCA elected in Gatongora ward in Roiro. And the reason why we are with these people is because Emily, who is the spokesperson of the family, anaishi kwa eneo ya Wanjiko's area kule Keno. Naye mheshimiwa Dan Korea ni mheshimiwa wa Gatongora, lakini pahali kijana alikuwa anajificha usiku alale, huyo Boniface alikuwa katika eneo ya Dan Korea. That is why we are here. So, same to auntie. Hata auntie ni mtu wa Kimbo kule Kiambu County, and that is why we are here. Not for politics, but to give our solidarity, condolences to the family, and to press for justice for our son, our hero, Boniface Kariuki. Asanteni sana. No, unless there is a question, Mheshimiwa, maybe you can say something. My question to you will be one. Yes. What do you make of a statement when the former police spokesperson says that Boniface alimetukana afisa wa polisi ndio akamshoot? What do you make of that statement? Niliona clip, huyu mtu anasema anatetea serikali akisema actually tumetoka DCI sasa. DCI amesema he doesn't speak for us. Yeah, wamemrukata. Sijui kwanza alipewa kazi na nani ya kutetea serikali, because in the official records he is not the government spokesperson. He is not the government spokesperson. Huyo mtu alienda kwa Citizen TV akasema ati huyu kijana alishutiwa na huyu polisi kwa sababu alimtukana. Hey, what kind of a parent are you? Are you coming to justify on national television lies and propaganda that mtoto hata kama ametukana, does he qualify to be shot? Honestly, hata mtoto wangu akinijibu vile siku anataka nijibu, nichukue bunduki nimuue. Can we sober up? Can we be careful with what we are saying in this country, because we are continuously eroding the trust we have had with government spokespersons and government representatives. And such a person coming on television live to talk about mtoto ati alimutukana, hiyo ni kututukana sisi kama wa Kenya, kutukana hawa wazazi na kutukana hata vijana ambao tayari wamekasirika. And I want to call him out to stop spreading propaganda, to stop spreading lies. If you want to be relevant, men, look for the right platforms to be relevant, but not using a very sensitive case like this one of a fatally shot young man to justify your case. Hata kama huyo polisi alitukanwa, kwani ni yeye wa kwanza kutukanwa? Unataka kuniambia huyo askari hii ni mara yake ya kwanza kutukanwa? Sasa tukubalie askari yoyote akitukanwa kwa street anachukua bunduki anatuua? Hapana, hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Mheshimiwa, yes. So many young people are saying that as leaders you failed them in the parliament, and they feel that you're not giving this the leadership what it deserves. I mean, from a leader perspective and someone who's in parliament sitting for representing your people, do you feel that you failed Kenyans? I think I want to concentrate myself today to this very case that has brought us here. I'm sure debates about parliamentary records and activities can be discussed later. But today, allow me to just concentrate myself with the case that is relevant to Boniface Kariuki, now that we are mourning. Yes. Thank you very much. Now let's I just want to say that it is unfortunate that we have lost Boniface Kariuki. Very unfortunate to have lost such a young man who had woken up to do his business that early morning. Let me say that I represent County Assembly's Forum from Kiambu County, and much of what is happening, actually it is the MPs who are feeling on the ground what is happening. I just want to say that the light to life is well enshrined
in our constitution. The right to demonstrate, to picket, to present petition, and even to assemble is a right that is well enshrined under Article 37 of our Constitution. And I'm calling upon the leaders in this country to make sure that we do not lose any more life just because people are exercising their right. Right to demonstrate, right to present petition. It is not hard for the president, for the executive, to actually meet these young people, listen to them, and address their problems. I also want to call all leaders of goodwill to support the father of Boniface who is here. We have a huge medical bill that Mwangi has incurred. We do have reasons to believe Mwangi might have passed, not today and not yesterday. Just as you have heard from the family spokesperson, Mwangi might have died the very day he was shot. And it is very unfortunate that he had to be kept all those days until now when the announcement is being made. Let us support the family at this trying time. Let us come together and find a solution, because this country is not heading in the right direction. The trajectory that this country has taken is not the right trajectory. We don't want to lose lives. We are parents. We are leaders. Let us not lose any other life of a young or old person in the name of exercising his or her right in this country. Thank you. Thank you so much. Actually, that's the question I wanted to ask. Okay, you can confirm to the media. Yeah, please. The family pay bill is 7682551. Account, it's your name. The name that it will reflect is Boniface Kariuki Medical Fund. You can repeat again for the second time. Repeating again, the pay bill is 7682551. Account is your name. The name that it will reflect is Boniface Kariuki Medical Fund. Thank you. No any other account? No phone number, no nothing. That is the pay bill. Thank you so much. Yes. I want to say something kidogo. Siku ya leo ni siku ya huzuni sana kwa sababu tumeweza kushuhudia na kusikia ya kwamba Boniface hayuko na sisi tena. Na kile kitu ambacho kinaumiza sana vijana ni kuona ya kwamba hii serikali ni kana kwamba haijali maisha ya vijana. Kama vile CS Murkomen alisema ya kwamba yote akihudhuria katika station apigwe risasi ya uawe. Tungetaka kumuona CS ajitokeze tena na atuambie kama anadhamini maisha ya vijana. Tunajua pia kuna vijana ambao wamepotea. Wazazi hawajui vijana wao wako wapi. Yule kijana anaitwa Kenyagia alipotea. Hadi wa leo hajabarikana. Wale 15 walipotea tarehe 25, hatujui walipo. Kwa hivyo tungeambia serikali hii yetu iweze kuja wazi na iweze kusema, je, vijana wana haki kuwa wa Kenya? Na kama vijana wa Kenya hawana haki kuwa wa Kenya, watuambie. Kwa sababu hii jambo lina uchungu sana na ni jambo la huzuni sana. Tunalikemea na tunasema pole kwa familia na tutaungana na wao tuhakikisha hili jambo limeweza kutimia. Ya mwisho, tumeona serikali inajaribu kuficha ukweli. Na wanajaribu kuficha ukweli hata kupitia IPOA. IPOA tunaona ni kama mumepoa. Lazima mujitokeze tuone mkifanya kazi vile inavyostahili. Kama sio hivyo, sasa sisi wa Kenya tujue tuko peke yetu, tujue hatuna hiyo tume la IPOA, ndivyo tuweze kujitafutia haki yetu. Nanyi polisi, muwe wanadamu, muwe wa Kenya. Unawezaje piga risasi mtu ambaye hana silaha, mtu ambaye ameinua mikono, mtu ambaye amebeba mask, mtu ambaye hata ameanza kuenda, ana amani, unampiga risasi? Badala ya muende mkapiga risasi wezi, bandits, wale wanasumbua watu hii Kenya. Kwa hivyo polisi, tunawaomba hata nyinyi mjue ya kwamba siasa itakuja na iende.
hii serikali itakuja na iende, lakini nyinyi mtabaki kuwa Wakenya. Nyinyi ni ndugu zetu, nyinyi ni baba zetu wengine wenu. Kwa hivyo msisahau kitu ya kwanza, mdhamini maisha ya wanadamu na maisha ya Wakenya. Asante. Unajua jana nilipata simu kutoka kwa marafiki zangu student leaders wa nchi fulani ambao ni marafiki zetu. Huyo kiongozi wa vijana aliniuliza, yani Kenya kijana akisoma akimaliza akose kazi anachukua side hustle, anauza masks. Instead of the government encouraging that young man to sell masks, to fend for himself, kwa sababu huyu kijana kama angekuwa anauza mask angekuwa anapiga watu geta ama anaiba kuku za wenyewe. Yani ananiuliza hiyo Kenya yenyu, yani mnadhulumu huyu mtoto kwa kumnyima kazi, alafu mnamdhulumu hata hana biashara ya kufanya ya serikali. Yeye mwenyewe anajishughulisha mpaka anapata side hustle. Alafu instead of serikali imsaidie hiyo side hustle, yani inamuua akifanya hiyo side hustle. Unajua hao wanasema ati Boniface ati alitukana askari. Mnajiuliza kwa nini labda alimtukana? Kama alimtukana because hatakuwa hapo. Labda kijana alikuwa na njaa. Labda kijana alikuwa ameteseka, amekimbizwa ya kutosha mpaka amekuwa frustrated. And we know we are human. But we cannot justify killing a young boy who is just selling masks. Ajitafutie. Ametoka Kangema, amekuja hapa Nairobi, ameacha baba Kangema, mama Kangema, amejileta 22 years old. In fact, we should be congratulating such kids, such young men who have decided to work hard. Sasa huyu alikuwa ananiambia kwa nchi yao wako na shida ya kutoa watoto kwa manyumba waende wakafanye kazi. Yani wao wana struggle watoto watoke kwa manyumba waende wafanye kazi. Na kazi ipo, lakini hapa sisi wale wamejitokeza side hustle ndio tunaua. Sasa hii ni serikali ya aina gani? In fact, mkiona hawa MPs wote wenye wanasema ati walioleka kwa broad based government, hiyo nasemanga ni blood based government. Muambie waache kutubeba vile wanatubeba. Kama wako serious and they surely feel that they are in the right government, they should impeach Murkomen first. Murkomen should be impeached. Yes. You cannot be trusted with the people's life if you are going to a police station, kuchocha police officers ati wa shoot to kill. What kind of a minister are you? He should be impeached yesterday. So and then kule bunge mwauliza wabunge kwa nini hawajatoa Murkomen na waandike motion tumtoe mara that haraka sana. Yeah, because we cannot allow anybody to be as careless as that. Nimeona leo ana struggle. Oh, sikusema hii. Oh, nilikuwa na because anajua alimess. You cannot tell policemen that anybody who approaches a police station. In fact, that's very worrying. Do you want to tell me that when a small girl is raped, should not come to a police station? Are you wanting to tell me that kijana kidungwa kisu akienda jioni kazi haezi kuja kwa police station kuripoti ya kwamba amedhulumiwa? What kind of a country is this? So we are not going to allow Murkomen to go that route. We are not going to allow you Murkomen. No. Hata kama ni pesa imekuwa nyingi na power imekuwa nyingi, kijana tuliza boli, hatutakuruhusu. I am very particularly very upset with that.